Hello, karibu kwenye chaneli yetu ya Elimika Mtandaoni. Chaneli yetu pendwa hii lengo lake ni kutupatia ujuzi mbalimbali katika nyanja tofauti tofauti, nyanja za taaluma mbalimbali, mambo ya usio biashara, mambo ya usio teknolojia, mambo ya usio afya na mambo mengine mengi. Lengo ni kufikishia elimu mbalimbali ambazo mwanajamii unapaswa kuzijua. Sasa leo ninakwenda kukueleza juu ya taaluma mojawapo katika taaluma za teknolojia ya habari na mawasiliano. Hii inaitwa Instructional Design and Information Technology. Tunasema ni ubunifu wa mafunzo pamoja na teknolojia ya habari. Basi mimi naitwa Agustino Mogosi. Fuatana nami katika maelezo mafupi juu ya taaluma hii na vipi vitu gani vimo ndani ya taaluma hii. Sasa tutaanza kwa kueleza maana halisi ya hii instructional design. Instructional design ni kitu gani? Instructional design ni zile nadharia au utendaji practices ambazo zinalenga kubuni kwa maana ya kudesign, kutengeneza, kutumia, kuongoza na kutathmini mchakato mzima wa kujifunza. Lakini haishii tu kwenye kutathmini, haishii tu kwenye kubuni, haishii tu kwenye kutengeneza na kutumia mchakato wa kujifunza, lakini pia utengenezaji pia wa rasilimali ambazo zinahitajika katika kuwezesha kujifunza. Kwa hiyo ukiachilia mbali mchakato mzima wa kujifunza, pia vitu ambavyo vinahitajika ili kuwezesha swala zima la kujifunza liweze kwenda kwa ufasaha. Kwa hiyo na hii inaangalia pande mbili. Inaangalia pande umoja kwa maana ya learning, kwa maana ya kujifunza, na upande wa pili kwa maana ya teaching, kwa maana ya kufundisha. Kwa hiyo pia unaposema instructional design, maana yake ni kama unazungumzia utengenezaji wa mitaala, curriculum. Na mitaala hii inalenga kuzalisha learning outcomes au matokeo ya kujifunza ambayo hayaangalii tu zile tafiti za kipedagogi kwa upande mmoja, ila pia zinaangalia miundo ya kisasa ya ufundishaji. Miundo ya kisasa ya ufundishaji, kama tunavyoona kwamba teknolojia imekuwa sasa, mambo mengi yameongezeka. Kwa hiyo zipo mbinu nyingine nyingi ambazo zinakufanya wewe kama mwalimu au wewe kama mfundishaji au wewe kama msomaji kwa maana ya learner kuweza kuendana na teknolojia ili uweze kujifunza vizuri ambavyo inapaswa. Basi unaposema instructional design, maana yake inajumuisha mambo yote yahusianayo na kuanzia kwenye kubuni, kutengeneza, pia kutumia, lakini pia kutathmini learning process yote kwa pamoja. Lakini kazi kuu ya instructional design ni kutengeneza uzoefu katika kufundisha, ili lengo mwisho wa siku kuwezesha kupatikana kwa maarifa kwa namna ambayo haishii tu kwenye ufanisi, lakini pia hayo maarifa yanafaa, lakini pia ili yaweze kuwafikia wasomaji kiurahisi. Sasa taaluma hii inalenga kujibu uhitaji mkubwa wa teknolojia ya habari na mawasiliano katika kutatua changamoto za mifumo ya elimu. Na muktadha mkubwa ni katika kubuni na kutumia teknolojia ili kuwa na lengo la kutoa elimu na kufundisha masomo mbalimbali, hasa ukiangalia masomo ya sayansi. Hasa kwa mfano ukiangalia katika nchi ambazo zinaendelea, ambapo vifaa kwa ajili ya sayansi vimekuwa vingi, vimekuwa vichache, basi unapofanya instructional design pia unakuja na namna ambavyo unaweza kubuni kutumia teknolojia ili uweze kufundisha masomo kama haya ya sayansi, hata ambapo kunakuwa na ukosefu wa vifaa mbalimbali. Kwa mfano katika sayansi tunahitaji labda reagents mbalimbali, unahitajika vifaa mbalimbali, lakini kwa kutumia teknolojia unaweza ukatengeneza kitu kinaitwa alternative to practical, ambapo mtu anaweza akatengeneza mandhari ambayo inafanana kabisa na maabara na vifaa, lakini bila kutumia vifaa halisi.
lakini hii ni kwa msaada wa kutumia teknolojia. Sasa kwa mtu ambaye anasoma instructional design, maana yake anahitaji pia kuwa na ujuzi juu ya kutengeneza mambo kama haya. Sasa hii instructional design inawezekana jina likawa lina tabu, lakini yapo majina mbalimbali yanatumika katika vyuo mbalimbali duniani yakini yakimaanisha taaluma hii ya instructional design. Kuna baadhi ya vyuo vinaita hii taaluma kama IT for education, lakini kuna vyuo vingine vinaita design and technology with education. Kuna vingine vinasema inaitwa teaching learning with technology, lakini kuna wengine wanaita computer education. Lakini yote haya ni taaluma ambayo inahusisha instruction design kwa upande mmoja, kwa maana ya utengenezaji ubunifu, utengenezaji wa learning process nzima, pamoja na rasilimali ambazo zinahitajika kwenye kutoa mafunzo mbalimbali. Sasa hii teknolojia au taaluma ya instructional design and information technology inaundwa na teknolojia nyingine ndogo ndogo ambazo kwa pamoja ndio zinaiwezesha hii taaluma kutoa kile ambacho kinakusudiwa. Sasa moja ya taaluma zinazohitajika ni teknolojia ya habari. Teknolojia ya habari kwa maana ya information technology. Na ndipo hapa utasoma teknolojia mbalimbali ambazo zitatumika katika kuwezesha wewe kuja na namna mbalimbali ambazo zitawezesha utoaji wa mafunzo kuwa wa kiurahisi kwa kutumia teknolojia. Basi pia unahitaji walimu, elimu ya taaluma ya ualimu. Taaluma ya ualimu kwa nini? Kwa sababu unaenda kuandaa mitaala mbalimbali, unatengeneza mitaala mbalimbali ambayo hiyo mitaala itatumia teknolojia katika kufikisha elimu, katika kuwezesha mchakato mzima wa ufundishaji na upataji wa elimu kuwa wa kirahisi. Kwa hiyo unahitaji kwa asilimia kubwa kusoma mambo yanayohusiana na elimu. Na ndipo hapa ukienda kwenye kusoma hii taaluma utasoma labda mambo yanayohusiana na education technology kwa mfano. Utasoma mambo yanayohusiana na design, instructional design kwa namna moja au nyingine. Utasoma mambo ya education, mambo ya education kwa ujumla wake, foundation ya instructional design. Utasoma mambo ya psychology ambayo yanapatikana kwenye elimu, kwenye utoaji wa unapoandaa walimu. Lakini pia unahitaji mambo yanayohusiana na sayansi ya kompyuta. Ukienda kusoma hii utasoma vitu kama programming. Programming ni ile ujuzi wa kutengeneza program mbalimbali za kompyuta. Kwa nini unahitaji kusoma vitu kama programming? Kwa nini unahitaji kusoma vitu kama information systems? Kwa nini unahitaji kusoma mambo kama analysis and design, ambayo haya yote yanapatikana kwenye taaluma ya computer science? Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku utakapoenda kutengeneza kutumia teknolojia ili utengeneze mchakato wa kutoa elimu labda kwa njia ya mtandao, basi unahitaji kujua teknolojia kwa upande mmoja. Utahitaji kujua hii mifumo inatengenezwaje, au hata kama kutokujua, lakini angalau hata kama sio wewe ndio mtengenezaji, lakini upate ule mwanga juu ya vitu hivi vinatengenezwa kinamna ipi, ili uweze kumsaidia mtu labda wa computer science ambao ndiye atakwenda kutengeneza hiyo mifumo aweze kuendana na kile ambacho instructional design inahitaji. Ukiachilia hiyo pia utasoma mambo ya uongozi. Utasoma kwa mfano vitu vinavyoitwa technology management, integration and leadership, vitu vya namna hiyo. Utasoma mambo yanayohusiana na research, ICT research. Utasoma mambo mbalimbali ambayo ya kiuongozi. Lengo ni kwamba pamoja na kwamba unakwenda kubuni na unakwenda kutengeneza, lakini pia utaenda kusimamia hii mifumo ambayo inakwenda kutengenezwa kwa ajili ya kusaidia kwenye learning process nzima na rasilimali zile za kufundishia. Kwa hiyo unahitaji vitu vya namna hii. Kingine utahitaji kujua elimu inahusiana na mambo ya multimedia. Basi utasoma vitu kama multimedia content development. Utasoma
mambo kama ya game development, utasoma mambo kama ya graphics design tools, vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa nini? Labda 3D modeling, 2D modeling, haya yote yanapatikana kwenye taaluma ya multimedia. Ukitaka kujua mengi ambayo yanapatikana kwenye taaluma ya multimedia, miongoni mwa video zangu ambazo nimezitoa hapo nyuma, ipo video inayoelezea kuhusu taaluma ya multimedia, ipo video inaeleza kuhusu taaluma ya sayansi ya kompyuta. Ukizipitia hizo utajua kwamba vitu gani ambavyo vinasomwa kwenye taaluma zile ambazo na wewe pia unapaswa kuvijua ili viende kusaidia katika kutengeneza mchakato wa ufundishaji, lakini kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano. Sasa hizo ndio baadhi ya taaluma ambazo unazihitaji kuzijua wewe mtu ambaye unakwenda kusoma instruction design and information technology. Sasa una majukumu gani? Ukisoma hii instruction design basi una majukumu gani? Majukumu yako mengi, lakini hapa nitaeleza machache ya msingi. Moja hapo ni kubuni na kutengeneza maudhui, tunaita content za kidigitali kwa ajili ya kujifunzia na kufundisha kwa kutumia teknolojia ya habari. Kama unavyojua kwamba dunia sasa imehama, tumetoka kwenye ile elimu ya ana kwa ana, sasa elimu inatolewa kwa masafa ya mtandao, kwamba watu wanaweza wakawa, wanafunzi wanaweza wakawa majumbani kwao, wanaweza wakawa hata nje ya nchi, lakini ufundishaji ukaendelea. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo, miongoni mwa jukumu ambayo utakuwa nayo ni kutengeneza maudhui, kutengeneza vitu ambavyo vitatumika kwenye kuwekwa kwenye hiyo mifumo kwa ajili ya kufundishia, ili kuwezesha kufanya ufundishaji kwa njia ya mtandao. Lakini nyingine, kutengeneza nyenzo za mafunzo na mifumo ya kujifunzia kwa kutumia media mbalimbali. Ndio kama hivyo umeona nimesema kwamba miongoni mwa taaluma ambazo utasoma moja hapo ni multimedia. Tumeona leo hii kuna material mbalimbali yanatengenezwa yanayomwezesha mwanafunzi kuweza kujifunza. Kwa mfano tunaona katuni mbalimbali. Katuni leo hii tunaziona kwenye video mbalimbali zinatumika kufundishia. Sasa hizo katuni ni miongoni mwa nyenzo ambazo wewe unatakiwa uweze kuzitengeneza. Wengine wanatengeneza game, michezo ya watoto hii ambayo inalenga kumfanya mwanafunzi ajifunze. Unaweza ukatengeneza video mbalimbali za kujifunza. Au kama mfano hapa mimi natoa elimu kwa njia ya sauti na media mbalimbali, basi pia wewe pia ni jukumu lako kutengeneza nyenzo kama hizi ili elimu ziwafikie watu mbalimbali, aidha kwa mahali walipo au kwa kutumia mitandao. Lakini nyingine, kupanga na kuratibu pamoja na kusimamia miradi ya kufundishia kwa kutumia nadharia, kanuni na tafiti katika nyanza zote za miradi na michakato ya kiuongozi. Maana yake inapokuja kwenye miradi mbalimbali inayohusiana na utengenezaji wa mitaala, basi wewe kazi yako inakuwa ni kuratibu, kupanga na kusimamia hiyo miradi. Pia kuunda kozi mbalimbali. Kama tunavyoona kabisa kwenye taaluma mbalimbali kunakuwa na kozi mbalimbali zinazofundishwa. Sasa zile kozi, uandaaji wa zile kozi, aidha zikiwa zinatolewa ana kwa ana kwa maana ya face to face, au zikiwa zinatolewa mtandaoni online, basi ni jukumu la mtu wa instructional design kutengeneza hizo kozi. Kwamba unaposikia taaluma fulani, basi hii taaluma inaundwa na kozi 1, 2, 3. Kwa nini asome hiki? Kwa nini asisome hiki? Kwa nini asome hiki? Basi lile ni jukumu la mtu anasoma hii course inaitwa instructional design. Lakini sasa instruction design and information technology, maana yake sasa hilo jukumu la kutengeneza course, hilo jukumu la kusimamia, kupanga na kuratibu miradi mbalimbali, hilo jukumu la kutengeneza nyenzo na hilo jukumu la kubuni na kutengeneza maudhui linarahisishwa kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo wewe mtu wa instruction design and information technology, maanake utapewa elimu mbili. Elimu ya kwanza utapewa kuhusiana na ualimu kwa maana ya kutengeneza maudhui, kwa maana ya kutengeneza curriculum mbalimbali, kwa maana ya kubuni mchakato mzima wa ufundishaji, kwa maana ya kubuni mifumo mbalimbali ya ufundishaji na kadhalika. Lakini upande wa pili utapewa elimu inahusiana na teknolojia ya habari na mawasiliano, ili basi uitumie teknolojia hii ya habari na mawasiliano katika kuboresha hii kitu kinachoitwa instructional design. Basi jukumu lingine ni kuunda, kupanga mbinu za kimkakati za ufundishaji.
unatakiwa uje na mbinu mbalimbali ambazo zitawezesha swala zima la kufundisha na swala zima la kujifunza liwe lenye urahisi. Lakini sasa hapo sasa wewe unaisoma instructional design and information technology, kwa asilimia kubwa unatakiwa utumie teknolojia katika kuwezesha hayo mambo. Sasa kuwezesha kufikia majukumu haya, unaweza ukasoma kozi mbalimbali. Mfano, unaweza ukasoma kozi inaitwa communication skills, unaweza ukasoma kozi inaitwa programming, unaweza ukasoma kozi inaitwa introduction to education technology, unaweza ukasoma kozi inahusiana na development perspective, unaweza ukasoma mambo ya instructional design, unaweza ukasoma mambo ya information technology, unaweza ukasoma mambo ya digital media psychology, unaweza ukasoma mambo ya information system, unaweza ukasoma mambo ya game development, unaweza ukasoma mambo ya system analysis and design, mambo yanayohusiana na technology management, integration and leadership, unaweza ukasoma mambo ya graphics design, unaweza ukasoma mambo ya statistics, mambo ya database, mambo ya computer networks, mambo ya desktop publishing, mambo ya multimedia, mambo ya video audio production, mambo ya animation, pamoja na mambo ya internet and web. Kwa hiyo umeona kwamba haya yote ni mchanganyiko wa elimu inahusiana, mambo yanahusiana na utoaji wa elimu, lakini pia mambo yanahusiana na teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia mambo yanahusiana na sayansi ya kompyuta, lakini pia mambo yanahusiana na vitu vinavyohusiana na multimedia. Kwa hiyo ili uweze kufanya majukumu yako haya kwa ufanisi, unahitaji kujua mambo hayo yote. Kwa hiyo ukiamua kusoma hii kozi inaitwa Instructional Design and Information Technology, basi fikiria kwamba unaenda kukutana na mambo yanayohusiana na computer science. Kwa hiyo utakuwa na vitu ambavyo unavijua vinavyohusiana na computer science, utasoma mambo yanayohusiana na information technology, utasoma mambo yanayohusiana na education kwa maana ya ualimu, ufundishaji na mambo yanayofanana nayo, lakini pia utasoma mambo ya ubunifu kwa maana ya multimedia na mambo yanayofanana na hayo. Sasa maeneo muhimu ya kuweka msisitizo wewe kama mtu wa instructional design, basi utahitaji kuwekeza ujuzi wako kwa asilimia kubwa katika mambo ya utengenezaji wa mitaala, curriculum development. Lakini pia ujue teknolojia mbalimbali zinahusiana katika kufundisha. Ujue pia mambo ya desktop publishing, jinsi ya kupublish, jinsi ya kutengeneza vipeperushi na vitu mbalimbali vinavyofanana hapo. Ujue mambo yanayohusiana na training katika makampuni mbalimbali, utoaji wa elimu. Ujue teknolojia ya ualimu, education technology. Pia ujue mambo yanayohusiana na rasilimali watu. Lakini pia inabidi uelewe mambo yanayohusiana na ufundishaji. Kwa hiyo haya ndio mambo ya msingi kabisa ambayo utatakiwa uyawekee mkazo wewe unapokuwa unasoma instructional design, ili uwe mtaalamu kabisa wa mambo yanayohusiana na instructional design and information technology. Sasa vipi kuhusu ajira? Ajira za taaluma hii ni katika taasisi za kielimu. Kwa mfano kwenye shule za msingi, shule za sekondari, shule za juu pamoja na vyuo vikuu, pamoja na elimu ambazo zinatoka kwa njia ya mtandao au vyuo huria, kwa mfano Open University pale, basi ndipo ambazo sehemu ambazo unaweza mtu kaajiriwa. Na wataalamu wa namna hii wana majina mbalimbali. Huwa saa nyingine wanaitwa instructional designers. Kwa hiyo ukisikia nafasi ya kazi inayohitaji instructional designer, basi wewe ni nafasi yako hiyo. Learning and development specialist pia ni jina lingine ambalo linabeba wataalamu ambao wanasoma kozi hii. Training specialist, instructional system designers, learning and development strategists, training and development specialist. Haya yote ni majina ambayo anapewa mtu anayefanya kazi ya taaluma hii ya instructional design and information technology. Sasa wapi unaweza kusoma taaluma ya instructional design and information technology? Kwa Tanzania bahati mbaya ni chuo kimoja tu ambacho kinatoa taaluma hii, tena katika ngazi ya shahada. Chuo hichi ni Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini taaluma hii pia inatolewa katika vyuo vingine duniani. Kwa mfano Chuo Kikuu cha Texas Marekani, Chuo Kikuu cha California pale Marekani, na Chuo Kikuu cha Melbourne pale Marekani, au Chuo Kikuu Huria kule Uingereza, na kule MIT, taasisi ya teknolojia ya MIT. Kwa hiyo huko unaweza ukapata elimu kuhusiana na instruction design and information technology. Bahati nzuri taaluma hii kwa wale ambao wamezaliwa wanatamani kuwa walimu,
wanaweza wakaisoma pia hii, kwa sababu kwa upande mmoja au nyingine taaluma hii inakupa utaalamu unaohusiana na ualimu, lakini haikuachi kwenye ualimu peke yake, pia inakuongezea taaluma zingine juu ya teknolojia mbalimbali. Kwa maana yake ukisoma hapa pia unakuwa na uwezo wa kutengeneza mifumo mbalimbali ya kompyuta, hizi program mbalimbali za kompyuta, lakini pia unakuwa una uwezo wa kufanya utengenezaji wa vitu vinavyoitwa multimedia, kwa mfano picha mbalimbali, audio na video, utengenezaji wa video, utengenezaji wa audio unakuwa unaweza kwa sababu teknolojia hii pia inakupa taaluma inayohusiana na mambo ya multimedia. Haishii hapo tu, inakupa pia taaluma mbalimbali zinazohusiana na information technology, kwa maana ya mambo yanayohusiana na kompyuta, vifaa vya kompyuta, hardware, software. Pia inakupa mambo yanayohusiana na program za kompyuta, lakini inakupa utaalamu unaohusiana na mitandao ya kompyuta. Kwa hiyo haubaki na taaluma moja ukisoma hii, unakuwa na taaluma zaidi ya moja, ambayo moja ni ualimu, mbili ni teknolojia ya habari na mawasiliano, tatu ni sayansi ya kompyuta, nne unapewa kuhusu uongozi, lakini tano unapewa elimu inahusiana na ualimu. Basi asante kwa kutufuatilia channel yetu ya Elimika Mtandaoni. Subscribe kwenye hiyo channel, share hii video na watu wengine, comment, like. Angalia video zingine hapo ambazo utajua kuhusu elimu inayohusu mambo mbalimbali. Asante kwa kufuatilia. Mimi naitwa Agustino Mogosi, Elimika Mtandaoni.